nimekuwa na mwendelezo wa kufundisha kwa habari ya neno la Mungu of course, na nimejikita zaidi kwenye kufundisha kuhusu neno, na ni kwa sababu ninataka tu nikusaidie wewe, kwa sababu napenda tu ujue hivi kwamba maisha ya mwanadamu jinsi yalivyo, mtu mara nyingi ili aweze kusaidika yeye mwenyewe anahusika moja kwa moja katika ule msaada anaouhitaji. Kwa mfano, unapohitaji kuwa na maisha mazuri, unapohitaji kutoka katika hali fulani, jiulize swali hili kwamba mimi ninahusikaje kwenye kutoka kwenye hali hii? Kabla hujataka msaada kutoka kwa mtu mwingine, jiulize kwamba wewe unafanya nini ili uweze kutoka katika hali ulionayo au ulioko, kutoka mahali ulipo. Na yani kwenye maisha yoyote, na ndio maana ili mtu akusaidie vizuri, nisikilize, eneo muhimu ambalo anapaswa kusaidie wewe ni kukujengea uwezo ili wewe utoke hapo ulipo. Ndio maana pia watoto tunapowalea, Mungu anapotupatia watoto, kulea kwa asilimia kubwa ni kumjengea mtoto uwezo ili anapokuwa aweze kuishi maisha anayopaswa kuishi kwa ule uwezo uliomjengea ndani yake wakati unamlea. Na kulea maana yake ni kufundisha. Unamfundisha nini? Unamfundisha mtoto maisha. Na mtoto aliyekataa kufundishika, matokeo yake huyo mtoto lazima anakuwa tegemezi. Hata kama amesomeshwa, amepelekwa shule, kama kuna mambo mengine muhimu ya malezi ambayo ameyakataa, especially kwenye kutii, anaweza kuendelea kuwa tegemezi kwa mzazi wake. Lakini akijua kwa nini ameenda shule, ataelewa kwamba kumbe nilikuwa najengewa uwezo, ili kwamba kupitia ule uwezo ndani yangu ambao nimejengewa kuanzia nimelelewa mpaka nimefikia hapa, ni ili kwamba ule uwezo nisaidie mimi kuishi maisha ninayoyataka. Kwa hiyo kama unataka kumsaidia mtu kwa njia iliyo bora, sio kumpa kitu, no. Mpe uwezo, mjengee uwezo, mjengee uelewa. Ndicho ambacho nafanya. Kwa mfano sasa, inawezekana watu wasinielewe au labda wakanitafsiri vibaya, lakini mimi ninafundisha. Ninapofundisha neno la Mungu, ninakujengea uwezo ili usimame kwa miguu yako mwenyewe, ili wewe upate uwezo kutoka kwa Mungu wa kujikwamua katika maisha yako mwenyewe, sio kutegemea uwezo mwingine wote ambao unafikiri ungekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mfano tu hivi, kwa mfano nikikupa kitambaa, sasa hivi wahubiri tuna wengine wanatoa vitambaa. Wahubiri wanisamee, pengine nasema kwa nia njema. Kitamjengea uwezo gani mtu kwenye maisha yake kumsaidia? Unampa mafuta kwenye chupa,
Mtafsirie basi hayo mafuta. Saidiaje? Maana usipomtafsiria, manake hiyo siri unaijua wewe mwenyewe, na usipomwambia hiyo siri, manake atakufuata wewe tena. Na ndio maana watu wanauza mafuta, kwa sababu wanaojua siri ya mafuta sio wale wanaopewa, ni wale wanaotoa. Wakati mwingine mimi nataka nikusaidie wewe ambao unatembea na mafuta, unatembea na nini? Wakati mwingine umepewa siri yake. Ninapokufundisha neno la Mungu, nitakuambia siri za neno la Mungu. Sema amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja niseme hivi. Unajua shida ilianzia wapi? Ndio maana nataka nikufungulie zile codes, zile passwords. Unajua, ninapokufundisha neno la Mungu, Biblia inasema maneno ya Mungu ni mafumbo makubwa, mtu mjinga hawezi kuelewa. Lakini katika Zaburi Daudi anasema kufafanusha neno lako kwapendeza sana. Kwa hiyo ili wewe uelewe zile password za maisha, lazima mhubiri, lazima anayekufundisha, kama ni mchungaji, kama ni nabii, kama ni mtume, akufungulie zile password za kwenye neno la Mungu. Asikufanyie mambo tu halafu ujue unafanyiwa nini. Hiyo itakuwa ni uganga wa kienyeji, kwa sababu mganga wa kienyeji anapokufanyia jambo hakuambii siri iliyoko ndani ya kile anachokufanyia. Lakini kwa neno la Mungu, Biblia inasema, Paulo anasema, mimi nimepewa kuifunua siri ambayo imefichwa tangu mwanzo. Anasema siri hii ni Kristo, naileta kwenu, namleta Kristo kwenu kama alivyo, ili unapomjua Kristo ambaye yeye amekuwa ni siri, utakapomjua na kujua Kristo ni nani na anahusikaje na maisha yako, ukishamuelewa Kristo huyu ambaye ni siri ninayoifunua kwako, basi kila kitu kitakuwa wazi kwako. Kwa hiyo Paulo anaifunua siri. Mhubiri yoyote anayetaka kukusaidia, mchungaji yoyote anayetaka kukusaidia, lazima neno la Mungu alifunue, lisiwe fumbo kwako. Mara nyingi nisikize mara nyingi watu wanaofanyiwa deliverance, hakuna mtu anakufanyia deliverance kwanza kama hajakuonyesha ugumu unaopitia, sio anakufunulia urahisi. Mara nyingi wanalicomplicate neno ili wakuonyeshe wewe uko kwenye shimo unawahitaji wao. Sikiliza nikwambie, siri iko hapa. Neno la Mungu, mtu akitaka kukusaidia akufungulie zile yale mafumbo, ayafunue. Ndio maana Paulo anasemaje? Anawaambia Waefeso kwamba Mungu awajalie roho ya hekima na ya ufunuo. Yaani maanake roho ya ufunuo itakusaidia nini? Kuyaweka wazi yaliyofichika kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo ili wewe maisha yako yapate kufanikiwa, ni lazima neno la Mungu liwekwe wazi katika yale mambo ambayo unahisi ni magumu. Kwa nini? Shida ilianzia wapi? Unajua, huwa napenda nifundishe kwa mtindo fulani wa kuuliza ili kutafakarishe. Shida ilianzia wapi? Naomba nisikilize kwa makini sana. Iko hivi. Kwenye bustani ya Eden ndipo shida ilipoanzia. Wakati Mungu anajifunua kwa Adam, maisha hayakuwa siri. Wakati Adam anaushirika na Mungu pale kwenye bustani ya Eden, maisha hayakuwa siri. Maisha yalikuwa wazi. Alikuwa anaishi karibu na Mungu. Mungu alikuwa anakuja kumtembelea, alafu Mungu mpa ile bustani ili ailime na kuitunza na kula, yani mahitaji
kula, kunywa. Maisha ya Adam katika bustani ya Eden hayakuwa magumu. Kwa sababu gani? Hakukuwa na siri yoyote. Kwa hiyo Adam hakuhitaji zile password ngumu sana au code ngumu sana za kupata mahitaji. Unajua, ngoja niseme hivi, kwenye maisha ya kila siku si tunasema tunapambana na maisha. Maana yake unapambana ili nini? Unapambana kutafuta zile password za kukupa pesa. Yaani ili upate pesa lazima uwe na mbinu. Hiyo mbinu ndio password. Ili upate pesa lazima ili upate kitu fulani, yani maana yake unapambana kwamba hapa nitatoboaje. Yani unatafuta utoke kwenye ule ugumu. Ni kama kusema kwamba tangu dhambi ilipoingia pale katika bustani ya Eden, maisha yalifichwa. Ndio maana mwanadamu akaambiwa utakula kwa jasho, utakula kwa ugumu. Michongoma itakuzalia, michongoma na ardhi itakuzalia michongoma na miiba, haitakupa tena chakula. Kwa nini? Sasa nisikilize. Kuna kitu nataka uelewe hapa. Wakati mwanadamu ana ushirika na Mungu, nimesema maisha hayakuwa na passwords, hayakuwa na kificho. Kwa nini yamekuja kuwa na kificho alipoondoka? Biblia inasema kwa sababu alipokea maagizo kutoka kwa Ibilisi. Sasa Mungu akaficha yale mema yake kwa mwanadamu, alafu akamfukuza kwenye bustani ya Edeni ili asije akala mti ule wa uzima, halafu akaishi akiwa ametenda dhambi, akafukuzwa nje ya bustani. Kwa hiyo Mungu akayafanya yale maisha yaliyokuwa ya kawaida, mema na mazuri, yakawa kama yamefichwa. Kwa sababu angewezaje kuendelea kupata mema ya Mungu wakati ameshakuwa na mtawala mwingine ambaye ni Shetani? Kwa hiyo Mungu akayaficha ya kwake. Hapo ndipo code za maisha zilipoanzia. Hapo sema code sio ile code ya kichwa, nasema zile codes. Mtu anakuambia hii code ni ngumu, hebu nifungulie hii code. Hebu nifungulie password. Hili neno umesema kama ni gumu, hebu lifungue, Kwa hiyo maisha kwa Adam yakawa kama yamebanwa mahali. Kwa hiyo mpaka afanye kitu fulani ili afunguliwe. Sasa hajatubu, hajarudisha uhusiano na Mungu. Mungu ameyaficha maisha yale aliyompatia. Mungu akayachukua, akayakumbatia. Kwa maana sasa alimpa yale mema na yale maisha ili kwamba Adamu ayaishi yale maisha kwa utukufu wa Mungu. Sasa haishi tena kwa utukufu wa Mungu. Mungu akayaficha yale mema yake. Ndivyo ilivyo hata leo. Wakati mwingine watu ambao tumeokoka tunajiuliza kwa nini hatufanikiwi. Jiulize kwamba Mungu akikufanikisha, kama hauko karibu na Mungu, na Mungu anajiuliza, nikimpa hiki kitu ambacho nakitaka, hivi huyu atakitumiaje hiki kitu? Kitamnufaisha nani? Kitaninufaisha mimi au kuna mtawala mwingine ambaye ni Ibilisi atatumia hii gari, atatumia hii nyumba, atatumia hiki kitu ambacho huyu mtu anakitaka? Kwa hiyo Mungu anapoona atakosa utukufu wake kwenye hicho kitu ambacho unamuomba, anakizuia. Ni kwa usalama wako pia. Na ndio maana katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 Biblia inasema mrithi ambaye ni mwenye haki ya kurithi mali ya baba yake, wakati wowote ambapo anaendelea kuwa mtoto mchanga, bado hajakuwa katika ufahamu wa kumilikishwa, anasema mali yake huwa chini ya wale wanaomtunzia mpaka atakapopata ya kukabidhiwa ile mali. Kwa hiyo mara nyingi watu wa Mungu katika swala la umiliki huwa mara nyingi wanachelewa, kwa sababu hawajui kwa nini wamilikishwe na Mungu.